haya yanaendelea mpaka lini? Tuko na serikali wako na kila kitu wanaweza kufanya zaidi sote na kujua ni akina nani wanaua ama wanaharibu kazi zijazo, sababu kwa hizo kazi zenye wako wale wanakuja kuchukua hizo kazi wale watu ambao wanauawa. Sasa kizazi la kesho kitatoka wapi kama hawatalindwa na wapewa security ya kutosha, sababu kila kitu tuko nayo kama Kenya. So mjadala wangu ameenda hizo ni mwingine ni wakati tutakuwa tukipoteza wakati kila kitu wako na hawa watu wanaishi karibu na university. Kwa nini serikali isijue ni akina nani wanaishi hapo kama nani, na kama wametoka nchi jirani, kama ni wa Kenya, kama ni watu wazuri wanaishi katika around the university area. So niombi langu popote mahali university inaimiza sisi wana Kenya sisi tutakuachilia mpaka tuanze kuchukua sheria kwa mikono yetu, kuanza kujua ni nani anaishi karibu na wanafunzi, anafanya nini na nini anafanya kuishi hapo. Kama tukiruka wanakuwa kupotea, na mwingine alikuwa mwingine amefanyiwa jambo fulani, mwingine amefanyiwa refu na amechukua mzuri. So haita kama wazazi, haita kama wadaku. Welcome back to my YouTube channel. Kama dawa ni Senje Mdakwa Gulf Home and Away. Msichana mrembo peke yake kutoka Mumias, Kakamega County. So wadaku, hiyo ni sauti ama huyo ni baba yake Alice ambaye amekuwa mkufio. Alice ambaye alikufa na akapatikana kule kwa forest akiwa ametupwa kule Bondo. Sasa hata hiyo sio shida wadaku. Where is my problem is, mbona wanalaumu serikali? Why? Everybody akikufa wanalaumu serikali. Why? Did serikali send your girl? Did serikali say that your girl? Mtoto wa huyu mbaba alipenda soft life, alichoose pesa wadaku. At the age of 20, msichana anapenda pesa, anapenda raha, anapenda wanaume. Na istosha huyu msichana Alice inasemekana ya kwamba alikuwa na mwanaume mubaba kando na huyu chali yake ambaye ni Mtanzania. Alikuwa anakula both sides. Anakula mubaba na anakula huyu tena huyu kijana. Huyu kijana Mtanzania, huyu wanasema si drug dealer, the gold seller. Alipenda sana huyu msichana. Na most of time huyu msichana huyu jamaa alikuwa ana spend time huku Kenya kwa huyu msichana. Huyu msichana alipenda soft life, but you guys have seen the trending story of the girl who died at Jaramogi Oginga Odinga University, Alice Rianga. That's my cousin. Me, I received a call today. Ningie Kasarani. I check out her mother. So my mother called me today out of nowhere and tells me go see Auntie Esther. Alice anaitwa Sabina. Kikisi tunamwita Sabina. She's younger than me. So she don't really talk that much. Mimi sikuwa naongea naye sana. They used to speak to my sister. Girlies things unaelewa. Now kuna hii video buangalia. So I think this guy ni chali yake. Unajua or something. Siwezi kata. They move like a couple or something. Sindio? If I'm not wrong, if you've seen the video. This video right here. That screams couple goals. So this guy posted this video a few hours ago. Saying RIP and all of it. But I don't know this guy. Now let's look at the next picture. This image nimepata. Yenye nimetuma kutoka huko. Alice alikatwa nywele. It was like a ritual somehow, looking like that. Amekatwa nywele, a ritual. Does not make sense, like a ritual. I don't know what kind of life maybe she got herself into. We never spoke, something like that. But kwa mse anaangalia vitu, some things make sense to me.
Let it make sense to you. And the question is, who is this guy? Salvo guy. Who is this Salvo guy? Bro, I don't know who you are. I'm not trying to accuse you of anything. But who are you? Were you his friend or boyfriend, or who are you? Maybe you were friends, I don't know. That's your life with her when she was alive. Joe. His dad name is Richard Riang. That's my uncle. Mzee alizirai akaingia OC. Kenya aliconfirm hiyo body leo. So I'll be updating you guys on this situation. But I want to know who is this Salvo guy, because this looks like a ritual. This is murder. And if murder is confirmed, even if it's a ritual. The thing is, we are not dumb. I'm so much invested to follow these men. I'm telling you. I'll be updating you guys. My name is Jesse Omweri. Kuzo wa Alice Riang. Kucheat ndio ilifanya kucheat. Because tell me why wadaku. Unajua wamama, you need to talk to your girls. You know, girls zako wasichana wanaonanga ya kwamba you are enemy. Even mimi niko na vijana na waongeleshanga, lakini wanaonanga I am the big enemy. Mimi ni shetani. Mpaka wananisemanga wewe ni shetani. But for me nasemanga hiyo ni yangu, mimi ni shetani, I'm okay. But msipochunga watoto wangu, msipochunga mtaniwacha nikiwa mzima. Because sasa hivi vifo zimekuja mingi sana. Na 90% ya hawa wasichana wanakufa kwa Airbnb, kwa club, because msichana anapenda pesa. Msichana ni mtu ambaye utamuita date na umuoneshe tu pesa peke yake. She will come. Because wasichana wa siku hizi wako so cheap na wako so desperate. Wanapenda soft life. Hawataki kuchoka, hawataki kufanya kazi, hawataki kufanya chochote. Wanataka wategemee mwanaume ambaye anampea pesa. The reason why most of the ladies, the girls, they were kufding. Sasa sahi baba ya msichana analaumu serikali. Like who does that? Analaumu serikali as if like serikali ndio iliambia msichana you just go enda upende soft life. As if like hii serikali ndio ilitumana huyo msichana aende afanye raha nje. Huyo msichana at the age of 20 angekaa kule university asome na amalize shule na graduate. Akimaliza kugraduate apate kazi yake ndio apate mwanaume. Angekuwa mkufi? No. Sometimes wazazi don't involve this shit kwa government. Because government haikutuma msichana aende auliwe. No. Because even the government hawamjui. Why are you so blaming government? Ukiamka ni government. Ukilala ni government. Kenya mtu hata kufa lazima tu wataje government. Yes. Government ni party ya kuangalia security. Security iangaliliwe. Unaona? Lakini sasa msichana mwenyewe, yeye mwenyewe ndiye alipenda raha. Ungeambia huyo msichana wachana na kijana. Huyo msichana angeona wewe ni enemy. Angekuita majina. Even though angekuongelesha, angekuongelesha, angesema wewe umtaki mazuri. You are enemy. Yeah. Angesema wewe ni enemy. Because huyu msichana alichoose pesa, alipenda raha, alipenda soft life. Now when the deal is too sweet, sit down, think twice. Even not twice. Think thrice, twice or five. Because you cannot tell me, my darling, huyu msichana alifosiwa aenda akadate huyo jamaa. Huyu msichana alikuwa anapelekwa wakati alikuwa anapelekwa mahali pazuri. Kama wewe mzazi ulikuwa unasema that's my girl, she is chasing her dream. Sasa hii dream imesha end off. Na wasichana msipochunga, mimi I'm telling you, msipochunga, na tumeona tumezika wengi. Yani story na kujanga tu mara boyfriend, mara sijui. Msichana wako anasomeshwa alafu anakula hata hiyo pesa. Do you think the man will skip you? Nowadays, hawa wanaume ama hawa vijana wetu, sio wale sisi tukigrow. Sisi tukigrow, hata bwana hakukuwa anajua kisu ni nini. Hakukuwa anajua panga ni nini. Hakukuwa anajua bunduki ni nini. Lakini hawa majensis wa siku hizi,
Kama Gen Z anaweza kusimama shuti mamake na akufe, mamake mwenye amemzaa anamrep alafu anamshuti. The Gen Z siku hizi, hawa watu wako very arrogant. The Gen Z wenyewe tumezaa hawa watoto, lakini tuko na uoga, tuko safe. Are we in hand safe? Yani because sisi wenyewe tunajua anytime sisi tumemanyuria. Hawa wa Gen Z ama hawa vijana wetu siku hizi sio wale wazee tulikuwa tunaolekea kitambo. Because mzee mwenye tulikuwa tunaolekea kitambo, hata kushika tu fork peke yake ama kijiko ama kisu ilikuwa ni hatia. Haungepata wanaume kitambo walikuwa wanatuoa hizo enzi, hatu wanashika panga, wanashika kisu, wanashika shoka. No, haungepata. Lakini wa siku hizi wanakaa na bunduki kwa nyumba. Play me hard to get you, see. They will spoil you. But the moment utakuja kufanya nini, utakuja kuwa disappoint, hapo litakuwa the end of you. Na wanakukidnap, na wanakukua, na wanakutupa, na wanaenda kuoga, na wanaendelea kusukuma na soft life. Wangapi tumeona wameoa wasichana sasa wako outside because you will be the suspect. Suspect anaweza kukuruka. Are you suspecting me? Really? I was there. Even me, I am shocked. When the girl is die, I am shocked. Because the last me and that girl was maybe 1 week ago. She left me and she go. Amepatikana akiwa mkufi. Suspect amesharuka kwa hiyo kamba. Amesharelisiwa. There's no enough evidence ya kuonesha kwamba he is the one. He is the one. Wasichana na kufia ya BNB at the age of kwanza ni 20, 25. 20, 25, 20, 25. Na ni watoto wa 2000. Watoto wa 2000 ndio wanakufa. Wengi ni watoto wa 2000. Am I lying? No. No, I'm not lying. It's true. It's high time mama's girl, sit down with your daughter. Wacha tu msichana wako akuite majina. Let's your girl to call you enemy. But ongea na msichana wako mwambie, unaona mama, hii maisha ni mfupi sana. You can live or you can die. So choose wisely. Wakati msichana alikuwa ako yule shule university. Akishika iPhone, ana change Samsung, ana change ako beach Mombasa, anaenda. Mzazi ungepata mzazi anakuja hapa ana complainia government? No. Ungepata mzazi anakuja hapa ana complainia government? Hapana. Hagombeni government. Lakini msichana akishakuwa mkufi ni responsibility ya government. Who does that? Who does that? I know. I make wadaku. Huyo msichana mwenyewe ndio alijipeleka kwa hiyo maisha. Alichoose soft life. Alipenda soft life wadaku. Ungemwambia toka huko, hangesikika, hangeambilika, angefanyiwa nini? Angesema kwa sababu you are fake. Kwanza natuitanga sisi fake. Wanakuita sisi fake. Who does that?